Kira just keep quiet. Wait and keep quiet and see. Tu are in Guru. About the Bakari, I think to a network and look at the was the yeah, I told you want to get it. See me now, what not one day. Keep quiet and watch. So watch powerful. Kira watch, my friend. Keep quiet and watch. Powerful. I didn't know that. Dan 21 Joseph nirudi maeneo. Joseph kitu gani? Ashley kwa hapa kama vera kai siveidi kitamba. Ya. Ile cheche. Asibi. Ni mwali kwa gogo na motoge. Aita kama kwa kwa ticha nero uchiku kwa mtindi kutegera nyaka mangana ko tiko yategera anytime soon. Ano baby yan ko nero uchiku. Ile kama ntisi mo nero uchiku. Bono kan kama bugere digo. Omo wazara diranji ko ru. Seveidi kwa tarike. Nga kaka kwa wazara diango ko iwa. Iko kwa ya. Buka ga tiri na masi. Parish. Parish matu aja tu kaca kurang orang tu karang orang. Dah ada yang tete itu kamanya koi. Orang ni kena gitu karang orang sama apa sahaja. Oh nanti bingung lagi sangka. Ya, John itu. Oi. Si sasa nikitumia tukistream na hii. Bia. Katuna ukwana. Kepung kira-kira amo injin kepung kira-kira basi pale ako kare lugi glaso jadi inte bingo tagar ero te to digire aja orang Devi chano mangana aja sai no jangan ngira bahasa ini no chano bara sai hanya jijo jijo ko le to chia ina yora Ndio tosa hiyo kwa ndo waswani nayo rajita ndio. Haya, nyaka. Hata mimi naona tunamalizana. Mungu ndio tosa hiyo kwa to. Kujenga nyaka. Bora ndo miezi kina kuruana nje. Ndio ingana kodi. Nachia. Aka. Usichanganye hiyo. Ngwadelia nini? Ngokwambe. Nakiona vile tamasha ya ika simple. Yaani ali simple baki yako genda. Kuna ile matanga ya kuna matanga tulienda alingega mswelo eniza ni wini. Tunaweza fanya yenda mbali ni. Charles anajua watu. Akanyamira maminko hiyo. Si anafanyanga kazi kwa account Nyamira. Anafanya call incoming calls. Si ati anafanya nini? Unacheka? Go block all incoming calls. Ndio bwenzi ranga kile shinta kwa nalsa. Anda torore. Tianda torore tokonye torore ko sembu yone.
ngenda improve all incoming calls.
Patrick, kama mko tayari, karibu. Niachitie SDA, ikiwa mko tayari, karibu kwa wimbo. Niachitie SDA, karibu. Hawa ni wachikia SDA, karibu wimbo mmoja. Nifanye wimbo na kujivunia angoko langu badala ya nifanye wimbo na kujivunia angoko langu badala ya masengenyo. Ukamilifu niombe, kwa maombi yako nitasimama tena, jina la Mungu lipate sifa. Mimi mwanadamu mnyonge mdhaifu, katika majaribu nateleza na anguka. Niangukapo usinifanye wimbo na kujivunia anguko langu badala ya masengenyo. Mkamilifu niombe, kwa maombi yako nitasimama tena, jina la Mungu lipate sifa. Sisi ni mashahidi wa Yesu, tumeungana kama kikundi. Lengo letu ni kuhubiri Injili kwa kila taifa na jamaa. Twatambua safari ya mbinguni ni ndefu sana, na yapo mengi yatuvunja moyo.
tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Sisi ni mashahidi wa Yesu, tumeungana kama kikundi. Lengo letu ni kuhubiri Injili kwa kila taifa na jamaa. Twatambua safari ya mbingu ni ndefu sana, na yapo mengi yatuvunja moyo. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Katika hii safari tumtumaini Mungu, sio mwanadamu asiye na wokovu. Mwanadamu hufaa kurudia udongo, matendo yake yamfuata. Ndugu, usirudi nyuma ya mwanadamu kukwaza, kusimama kwako kutaokoa wengi. Jina la Mungu lipate sifa. Katika hii safari tumtumaini Mungu, sio mwanadamu asiye na wokovu. Kurudia udongo, matendo yake yamfuata. Ndugu, usirudi nyuma ya mwanadamu kukwaza, kusimama kwako kutaokoa wengi. Jina la Mungu lipate sifa. Sisi ni mashahidi wa Yesu, tumeungana kama kikundi. Lengo letu ni kuhubiri Injili kwa kila taifa na jamaa. Twatambua safari ya mbingu ni ndefu sana, na yapo mengi yatuvunja moyo. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Sisi ni mashahidi wa Yesu, tumeungana kama kikundi. Lengo letu ni kuhubiri Injili kwa kila taifa na jamaa. Twatambua safari ya mbingu ni ndefu sana, na yapo mengi yatuvunja moyo. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Sisi ni mashahidi wa Yesu, tumeungana kama kikundi. Lengo letu ni kuhubiri Injili kwa kila taifa na jamaa. Twatambua safari ya mbingu ni ndefu sana, na yapo mengi yatuvunja moyo. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Tumeshikilia kwa Yesu hatutoki hadi mwisho wa safari. Asante ya Chichi SDA. Karibu na mimi. Tungependa tuchukue fursa hii kuwakaribisha teachers representatives ambao wametoka Taita Taveta County, Mwatate Sub County. Kama mko karibu, tafadhali wakati ni wenu, mchongee mbele, tuchukuliwe picha. Karibu.
Wakimaliza watafuatwa na representatives kutoka mahali ambapo sista anafanya kazi, Sister Delvin wa familia hii ambao ni wanabarokia wa Vuna, na kama kuna watawa kutoka sehemu hiyo, karibu. Tukiendelea kusubiri wageni, ikiwa wanakwaya wa Church kwaya wako karibu, umekaribishwa. Church kwaya karibu. Asama kweli haya, tazama wanene
We now welcome 8 teachers representatives from Taita Taveta County, Mwatate Sub-County. If you are here, it's your time. Welcome. Kuna watu tuko na kiburi sana, yeye hata mwenyewe hajaikuwa hata mwere hiyo sadaka. Ndio nomo pie personal assistant wa His Excellency. Mtabako ku His Excellency kwa nini? His Excellency. Na wako mroko Mungu. The Lordship wako mroko Mungu. Kiendelea kungojea wasonge mbele. St. Patrick ya Chichi kama uko tayari. Njungo ile ngobore yani. Njungo ile kesi hadi. Kando bori bara nguna kifadha la bade. Kosi ari to tuiko. Ate ama. Hai. Koi gur. Joseph, igo bana na auto. Nongo ika. Taika. Aku rumah. Coba sebut kami rumah guru orang kasar ada orang rumah. Bagi baca apa Parish dia. Tomorrow,
St. Patrick Nyachichi, kama St. Paul PTC ya Bururu alumni mmefika, karibu. Tukiendelea kuangojea Pen Nyamari and friends, muwe tayari. St. Paul PTC alumni, ikiwa mmefika, wakati ni wenu, muje mbele mchukuliwe picha. Ben Nyamari and friends, karibu. Watwa na Willy Nyamari and friends from Nairobi. Tukiendelea kungoja wageni wetu, inaonekana watafika. Muungano Nyachichi kwaya, tupe wimbo.
Nyamari and the boda family. Watafuatwa na hao wageni ambao nimeona wamewasili. Mata Teresa kutoka Mahadi Sister Derville anafanya kazi. Karibu. Nyamari and the boda family. Karibu. Mchukuliwe picha, halafu tutakuwa na hao wageni. Mata Teresa kutoka Mahadi Sister Derville anafanya kazi. Halafu watafuatwa na Nyamari na wale wageni wake kutoka Nairobi. Mchukuliwe picha, mjiandae, mkae karibu hapo.
Asante. Teni Nyamari na the bodaboda group asante. Wili Nyamari kama yuko. Tumaini Ministers muwe tayari. Tumaini Ministers. Tumaini Ministers, unaweza mkachongea tukiendelea kungoja ile grupu ya Nairobi ya Wili Nyamari. Tumaini Ministers. Tumaini Ministers watafuatwa na Ekenyoru. Ikiwa mko muendelee kujiandaa. Somochalia mechando yonsi yense yenesire tomenye nomo neno itomo tambe atwariganya babu ibebibe kerotorai ke asomochalia mechando yonsi yense yenesire tomenye nomo neno itomo tambe atwariganya babu ibebibe natotere amona yeso tatoito oya twaganyete natoti Nyamari gatwensi togoke no moneno itobo tambe natoti Nyamari gatwensi togoke no moneno itobo tambe natotere amona yeso tatoito oya twaganyete natoti Nyamari gatwensi togoke no moneno itobo tambe natoti Nyamari gatwensi togoke no moneno itobo tambe ayoyo minto nikioganyete ichotogenda sare totimoke atwire igoro asomo chomuya tomenye kare na yeso ayoyo minto nikioganyete ichotogenda sare totimoke atwire igoro asomo chomuya tomenye kare na yeso natotere amona yeso tatoito oya twaganyete natoti Nyamari gatwensi togoke no mone
twesi togo keno moneno itobo tambe na toti Nyamari ga twesi togo keno moneno itobo tambe na toti amona Yesu tato ito olia twaganyete na toti Nyamari ga twesi togo keno moneno itobo tambe na toti Nyamari ga twesi togo keno moneno itobo tambe. Asante Tumaini, tekenyerukiwa wako karibu, watafuatwa na Delvin Nyamari na wale wageni wake kutoka Mombasa. Wachongee wachukuliwe picha. Kenyoru karibu, fanya haraka. Yesu, mwaibura makweli abeire
Nyamari and friends from Mombasa, David, followed by Vuna, Nyamari and friends from Nairobi. If you are available, it's your time. Anthony, Nyamari and friends, we are ready. Familia ya aliyetuacha Mama Teresa, Mama Cecilia, wale wa nyumbani kwao, kama mko mchongee mbele, mtolewe picha. Wale wanafamilia kutoka kwa Mama Cecilia ambaye ametuaga, mchongee mbele, mchukuliwe picha.
Karibu uchukuliwe picha. Wakitoka Sister Tuopanga atafuatwa na Sister Mama Joseph. Wakiendelea kuondoka, Sister Tuopanga afuatwe na Sister Mama Joseph, watolewe picha. Wakiondoka sehemu tu Joseph. Tunawakaribisha nyote ambao mmejiunga nasi kumwaga Mama Cecilia, viongozi wote wa serikali ambao wako pamoja na sisi, na viongozi wote wa tabaka mbalimbali mmekaribishwa. We recognize the area chief Oigoro yuko na sisi, karibu, na wale wageni wote. Madam Mera Temo yuko na sisi, karibu, na wale wengine wote ambao hatutaweza kutaja majina kwa sasa. Karibu, mjisikie nyumbani. Wale wageni wetu kutoka Taita Taveta tumejulishwa kwamba mmefika, karibu mtolewe picha. Wale wageni wetu kutoka Taita Taveta County tumejulishwa kwamba mmefika, karibu mtolewe picha.
one, one, two, one, one, two, one, two, tumsifu, one, two, tumsifu Yesu Kristo, one, two, one, two, one, 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 two, one, two, one, two, one, two. One, two, one, one, two. Tumsifu Yesu Kristo. One, two, one, one, two, one, two.
Mhashamu Baba Askofu wa Jimbo Katoliki la Kisii, Askofu Yosefu Mairo Kemwa, waheshimiwa mapadri, watawa wa kike na wa kiume, familia ya mwenda zake Mama Cecilia Moige, hasa Baba Joseph Nyamari, na jamaa, familia na Wakristo wote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Basi karibu katika adhimisho ya misa leo kwa ajili ya kumwombea roho ya mama yetu Cecilia, ili Mungu amjalie ashiriki katika familia ya watakatifu. Basi kwa heshima, Baba Paroka mkaribishi Baba Askofu atuongoze katika adhimisho ya misa leo. Tukiwa na sherehe ya mafumbo matakatifu ya Pasaka siku ya leo, ingawa tunaomboleza kifo cha Mama Cecilia, bado tuko na furaha ya kusherehekea ufufuko wa Yesu Kristo, na tuko na furaha tena kumkaribisha baba wetu mpendwa Yusufu Mairura Okemwa, askofu wa jimbo letu la Kisii. Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa kufika na tunakukaribisha kwa parokia yetu ya mama wetu Mshindi, Kisii Town Parish, pia na familia na mzee Joseph Omari, ili utuongoze kwa ibada hii takatifu ya wafu ya Mama Cecilia. Baba Askofu, karibu tuongoze kwa ibada takatifu. Baba Paroko, nachukua nafasi hii kukushukuru kwa kunialika nijumuike nanyi katika hii misa kuu ya kumwombea huyu Mama Cecilia Moige Nyamari alale salama. Mikononi mwake Bwana hamna bugudha, ni utajiri wa Mungu tu na raha ya Mungu tu, na wanaendelea kumwabudu bila mwisho. Ameingia kwenye kiwango chingine kabisa kisicho cha wanadamu. Wanadamu wamebaki na mabaya yao, lakini huyu ameingia mbinguni. Tunaomba atuombee. Na Joseph, usife moyo.
endelea kupigana katika maisha yako ya Kristo, utamwona tena huyu. Kwa hiyo hii misa ni misa ya huruma, kuomba Mungu huruma yake kuu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Basi ndugu zangu na dada zangu, tukiri dhambi zetu sasa hivi ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu haya. Na mungamia Mungu Mwenyezi kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana walio mwenye heri Bikira daima, malaika na watakatifu wote, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. E Bwana, utuonyeshe nguvu ya wema wako mkuu, ili tunamulilia huyu dada yetu na mama yetu Cecilia Moige Nyamari, ambaye amechukuliwa ghafla na mauti kwa mikono yanayowafuata shetani. Tuamini kwa hakika kuwa amefika kwenye ushirika nawe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Basi kila mmoja apate nafasi ya kuketi ili tujiandae kusikiliza neno la Mungu. Kroyomo anyoleli bagasa wikaransa ili netu ariganase ogotegerana na Nyasaye. Somo la kwanza. Somo kutoka kitabu cha hekima ya Suleimani. Walifikiri hayo wakadanganyika, maana umbaya wao uliwapofusha macho, nao hawakujua siri za Mungu, wala hawakutumaini kwamba uadilifu utapata thawabu, wala hawakuzingatia tunzo ya roho zilizo na hatia. Mungu alimuumba mtu apate kutoharibika, naye alimfanya mfano wa tabia yake mwenyewe. Lakini kwa wivu wa Shetani, kifo kiliuingia ulimwengu, na wale waliungana naye ushiriki mauti hayo. Lakini roho za wenye haki zi mkononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatawaanguza. Machoni pa wafumbafu walionekana kama wamekufa, na kutoka kwao kulihesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao toka kwetu kuwa uharibifu, lakini wao wako katika amani. Neno la Bwana. Saburi ya kuitikizana. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai.
Ogasoma waitu gwa kabere kwarusigwe asaba rumi sano isato tosoma mustari we 31 goika omustari bwe 39 ninkirende toratebe asayo onye Nyasaye ore ensemo yaito ningo oranyare gotobua ereta torete omwana oye amabera kurende akamurwa asengencho yaito intutwensi naki ara mochego toa ebinto byonsi amonere ningo oranyare gosoera abachore ba Nyasaye Nyasaye nere okoba oburunge ningo oranyare kobanachera ekina Kristo Yesu nero kwete nakobua asaya obokiwe korwa asaba kure ere nigo are ensemo yokoboko gwokoryo kwa Nyasaye naende nere ogotusabira ningo oratwatanane korwa asobwanchani bwa Kristo ine nogochandwa gose nobororo gose nokorosigwa gose nenchara gose ngesobono gose nobobe gose nomoro unerikire asengencho yao nigo togoitwa omubasoboira twabalirukoba Vuna chingondi chigo chakonyenywa korenda samangana yonsi twabeire ababui na gwetani ababui gwetera asare oyo twanchete ninde no mane bwo kumanyanga nonya na makweli nonya no bogima nonya na bamalaika nonya na bale ne chinguru nonya ne binte bireo nonya ne bigo chigocha nonya no kobua nonya na yare igoro nonya na yare nse nonya ne gatongwa kende gionsi tibiko nyara gotwatana na korwaso bwanchani bwa Nyasaye obole ime ase Kristo Yesu omonene oito ringana lya Nyasaye. Tusimame kwa shangilio. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Haleluya. Bwana awe nanyi. Ni somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Utukufu. Yohane mlango wa 11 haya ya 31 hadi 44. Basi Wayahudi walikuwa nyumbani pamoja na Maria wakimfariji. Walipomuona ameinuka na kutoka nje ghafla, walimfuata. Walidhani alikuwa anaenda kaburini ili kumuona. Alipiga magoti akamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapa, kaka yangu angalikufa.
Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliokuwa pamoja naye wanalia, alijawa na huzuni na kufadhaika moyoni. Kisha akauliza, "Mumemweka wapi?" Wakamwambia, "Bwana, njoo uone." Yesu akalia majozi. Basi Wayahudi wakasema, "Tazameni jinsi alivyompenda." Lakini baadhi yao wakasema, "Je, huyu aliyefumbua macho ya yule kipofu hakuweza kumfanya Lazaro asife?" Basi Yesu akiwa akihuzunika tena moyoni, akafika kaburini. Kaburi lenyewe lilikuwa pango na lilikuwa limefunikwa kwa jiwe. Yesu akasema, "Ondoeni hilo jiwe." Martha, dada yake huyo aliyekuwa amekufa, akamwambia, "Bwana, amekwisha anza kunuka. Amekaa kaburini siku 4. Yesu akamwambia, "Je, sikukuambia kwamba ukiniamini utaona utukufu wa Mungu?" Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akatazama juu mbinguni akasema, "Nakushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Najua kwamba unanisikiliza daima, lakini niseme haya kwa ajili ya watu hawa walio hapa, ili wapate kuamini kwamba wewe ndiye uliyenituma." Alipokwisha kusema hayo, akaita kwa sauti kubwa, "Lazaro, toka nje." Huyu aliyekuwa amekufa akatoka nje, huku amefungwa sanda miguu na mikono, na uso wake umefunikwa. Yesu akawaambia, "Mfungue, mkamwache aende zake." Hiyo ndio Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tena kwa utulivu tujiandae kuomelea, na aliye na gari KAK 022A umeegeza gari yako visivyo, tafadhali wende uegeze vizuri. Baba Paroko, Father Maximilian, na mwenzako Jasper, mnaofanya kazi pamoja na mapadri wangu, na kuna mwenzetu mgeni hapa, na nafikiri na wengine wanaweza kufika baadaye, na mzee wa familia hii Joseph Nyamari ambaye amekabiliwa na huu msiba na familia yake yote, na majirani wa hapa wote ambao msiba huu umewagusa ndani kwa ndani, na mkaona ni vizuri tujumuike pamoja katika misa hii takatifu kutafuta huruma ya Mungu. Na Wakristo wote waliotoka pande zote, na hasa Kisii Parish na Cathedral Parish na hata Kigati Parish, mnaitaje Masago, na wengine wengi ambao wamekuja hapa. Tumsifuni Yesu Kristo. Kristo ni mfufuka. Amemfufuka kweli, yu hai. Na mama amejiunga katika huo ufufuo. Tulibatizwa tukafa na Yesu Kristo, lakini kwa huruma yake kuu na nguvu zake za kimungu tumefufuka na yeye. Amefufuka na Yesu Kristo, ni mfufuka sasa. Ndio maana tunaimba haleluya kila wakati. Wakristo, watu wa Mungu ambao wamekuja hapa madhehebu mengine, na nyinyi nyote na watambua. Hamjamboni nyote? Mbuyamole.
Na watu kwa na ninonya mavero muyamuri. Nilipokuwa nikiingia hapo niliona imeandikwa SDA. Nikaambia driver, ai was it danger? Tuira nebuangu. Hao ndio anaba Kristo wa minto. Ngosa watule komo. That's good. I admired that we are here because of Mama who has brought us together. SDAs and Catholics together. Mbuya ozembo. Ecumenism is working. Na hata Yesu aliomba kabla hajapaa mbinguni, ninaomba Baba wawe kitu kimoja, jinsi mimi na wewe tulivyo kitu kimoja. Na huo umoja tumeomba, nafikiri utakuja. Wewe kulige livi ntevinge biko kwa kana sensei bakire stungu ikabali asigete batebe hapana, imetosha. Wawe kitu kimoja, wamfukuze shetani. Tukiwa pamoja tuna nguvu ama hatuna nguvu? Tuna nguvu nyingi sana. Nyingi. Hata watu wanaua watu bila sababu na hatujui jinsi yake na chimbuko lake na asili yake, hatuelewi sisi. Hawa ni watu tukiwa na umoja hawezi kusimama. Kwa hiyo familia hii ya mzee Joseph, poleni kwenu. Nimekuja hapa sikujua mahali hapa, lakini nimekuja kujua mahali hapa juzi. Wakati nilienda kwa Joseph ukina wana gari. Huyu njoo hapa. Huyu ni mtoto wangu. Alikuwa wenu lakini sasa ni wangu. Tukaanza kuungura na inde. Wacha afanye kazi ya Mungu. Alafu nikafikiria ni yeye peke yake. Dada zake wawili wameingia kwa masista. Nobara na royo maiki yenigetiga. Na alino na igana igumu sita nara. Aberiga njua ngawa sita. Ngokuru ku Delphine. Josephine. Josephine na? Oh, very good. Poleni. Pole sana. Unaona huyu mama alikuwa mcha Mungu. Mpaka ametuachia sister awe shuhuda ya wema wa Mungu. Poleni. Nitawaombea. Na wale waliotoka Mwambasi. Ni Mwambasi ama ni Mombasa? Mombasa Mwambasi. Hawajui kujibu, mungesema na Mbola. Kwa hivyo Wakristo wapenzi, kuwa katika barabara ya Mungu. Wewe uko sawa. Kama uko nje hivi na hivi, mambo hayo sio mazuri. Before I begin saying something about what our belief is, in this world, there are two ways among human beings. There are two ways. There are those who love themselves more than other people. And they don't even love God. They love themselves more, and they love the world more. They even adore the world more than God. That is one group. There is another group that centers itself in God. Their focus is God. Their focus is God.
and those, they are on the right way. So, even if you have not been focused, today as you are listening to me, I'm inviting you to focus. To focus and make Christ your center. You have to ask yourself, what is my center in this world? On what is my life centered? Motevie tiga mangana yense tenena asinyasai. So those people who love themselves and love the world more, they are the ones likely to do what they did to Cecilia. People who love God will never think of doing such a thing. And we pray for them because I am a bishop, I'm a priest. I can't curse them. Nimbarute merumiose. Siwezi kuwalaani. Kwa sababu kuna haja gani ya kuwalaani? Wamelaaniwa tayari kwa kitendo chao. Wamejilaani. Tayari wamejilaani kwa kitendo chao. Kwa hivyo ninawahurumia, na wakitubu, huruma ya Mungu ipo bado. Watatubu kweli? Mkienda nyumbani waambie tubuni. Mungu anakuona. So that scenario that I've given you in theological terms, it is called theodrama and ego drama. One bintu ni hivi vya theology. Singo manya wasema kensi na bimanyete. Ozeze ke na bimanyete. Hawo babwate kwa hii. Babwate bono orole osito korera shaka ngakona shaka. Ali tunatora. Yakaora. Sasa wale walio kwenye ego drama wana akaunti 25 kwa sababu wanajifikiria wao wenyewe. Leta. Pesa ni kuingia tu, hakuna kutoa. Ni kuingia tu, akaunti nyingine fungua. Akaunti nyingine fungua. Ikiwa kuna askari wanatuzumbua, mpatie kitu kidogo. Na kitu kidogo sio kidogo. Wanampatia kitu kikubwa ili awasaidie. Hayo tunalaani. Wacha tutumie ukweli. Hata wakubwa wengine wakisaidia watu kama hao ambao wanaoa wanadamu, na mwanadamu ameumbwa na Mungu, wewe huna kazi hapo. Huna kazi. Uchikoito mwana wande. Tuko itoyo. Ni wotageturi. Angekiri. Ngamba wotaka kunderende ntinyiria Amerika. Terangora. Mogoro bawairire bakamu naende bakanaja Cristo eres roviae Viverionsi, unare con como tu carire po, como hago molito, haga sogota beca, hago monte
vyaye kandevive vyansi monyale kovirusiwo ngatenene ya mahua vakamuvekera umutwe vakanyakera igo vakamusekerera Kristo mumutoye mwensi ebiziro byaye mukane bibe byonsi munale kobiru omubuye bintu byonsi asokwana oroke ebitale bigateka eryo balikalima Kristo mumutoye mwensi ebiziro byaye mukane bibe byonsi munale kobirusiwa. Wakristo wapenzi, unaweza kujiuliza ni kwa nini tunasoma misa kwa wafu? Kuna haja kweli? Sasa ni muhimu, kwa vile huyu mama alibatizwa. Alipobatizwa aliingia katika ufalme wa Mungu na akaanza sasa safari yake ya Ukristo. The first sacrament of initiation was baptism. The sacrament of regeneration. Baptism kwa Kiswahili inaitwa sakramenti zalishi. Anazaliwa upya kabisa, ile dhambi ya asili inapotea. Anaanza uzima mpya, uzima takatifu. Pia sasa hapo anahitaji nguvu ya kuendelea mbele. Ndio sasa sakramenti ya kipaimara inaingia hapo. Anapata nguvu asimame imara katika Ukristo wake. Na huyu alisimama imara katika Ukristo wake kama Wakristo wa Queen of Victory Parish wanasimama imara. Na hawa mama wamesimama imara. Msife moyo, usirudi nyuma. Konyole wokoira na magega ukoroso Ukristo bwao etege. Sasa hii sakramenti ya kipaimara inakupa nguvu ya kujitetea mwenyewe na kutetea wengine na kutetea Wakristo wengine. Na inaitwa sakramenti ya kipaimara. Unapata kuwa imara. Simama ilinde unakebwa na imara eda kila siku uombe kisha hata ikiwa imara pengine una nguvu ya kutosha ya kiroho. Hapo ndipo sakramenti ya Eukaristia inaingia. Sakramenti ya kukulisha, sakramenti ya shibe. Aulaye mwili wangu Bwana, asema Bwana, ndani yako niuka. Let me go to the question, why do we say this Mass? It is because Mama Cecilia was fed by this sacrament in a more perfect way by Jesus himself. More perfection than Jesus Christ himself you cannot find. When we receive him, we imitate him. We are imitators. But we cannot be perfect the way Jesus is perfect. So he gives us perfection. And imagine then the fathers of the church said the Eucharist is the source and summit of Christian life. The source and summit of Christian life. So,
Kurumu chakano nohore. Katikati yao nohore. Asomo elio nohore. Unagai asomo elio nohare. You see, that is the meaning of Mass now. They say Mass begins before Mass begins. Why? Because I had an intention of coming here. You had an intention of coming here. Everybody had an intention of coming here. That is where it begins. And then we meet here. We converge like this. We are being brought together by God to confess oneness. To confess oneness. That we love Jesus Christ. He is our all. He is the end all of our life. So we have, I don't care whether you are a Muslim. Muslims also can also join us, you know. But theirs is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu Yesu Kristo ametuleta pamoja. Sasa tukija hapa tunajitayarisha vizuri, tunatubu dhambi zetu. Kyrie eleison. Mungu atusamehe dhambi zetu. Kyrie eleison. Akitusamehe dhambi zetu, sasa tuko tayari kusikia neno lake. Na tunasoma neno lake, linatuguza ndani kwa ndani. Tuna moto wa kutaka kupenda Yesu Kristo, neno la Mungu. Tukipokea neno la Mungu, tunakuwa katika hali fulani ya furaha. Ile hali ya furaha inatufanya tububuchike na maombi yetu kwake. Kisara chabanje. Kisara chabanje si kwa era, tumele kwebe kange. Kurudi kende. Kwanza nero leke genie kende na story, lakini aso koro kingana ntumbu ya tole tikato akembu yamna twaro gendo ki ebigeni. Tumele ko gendo raigo paka aseto wika. Aseto wika what is that? Ndevi esto ikide. Consecración. Ona singe njo ngate chirwa chinyi mu tuiko kosire. Consecración. Oko ikira consecración, ko ikira sana mono. Ono abuno bono tole mtwensi amo, abali ngoro na abali nsa. Yesu Kristo atubugate tiga. The ones that have already entered heaven, they are triumphant. But we are struggling. Tukunya kutagera yo. Nonye setani kunya kutoka na kurwa Yesu gatubugate na Bikira Maria tutalele yanga ya na watu wika. Ndo wika wase ndo wika. Na watu wika. So that is the greatest gift Jesus left us, the Eucharist. I could have gone on, but you man on an alligator utaleta kwa kwani. Utaleta kwa kwani? Karate man ntole usino manyete mtoto. Baba Askofu Yosefu Mairura Okemwa, askofu wa jimbo letu Katoliki, Baba Paroko Padre Max William Mwachere, Baba Paroko wa parokia Kisii mjini, waheshimiwa mapadri mliopo hapa, watawa wa kike na wa kiume, familia ya Mama Cecilia Moige, viongozi wa nyanja mbalimbali ambao mmefika, Wakristo wote wakubwa kwa wadogo, tumsifu Yesu Kristo. Ngolera iga na drama tanga, tumsifu Yesu Kristo. Epu ambia huyo mwenzako kama yeye anaamini kwamba yeye ni marehemu mtarajiwa.
tukiwa hapa tumekongamana kwa ajili ya kuiombea roho ya mama Cecilia na pia kuifariji familia hii kwa msiba huu ambao umewapata kwa njia ya ghafla. Jinsi baba askofu amedokeza, huyu mama alikuwa shupavu katika imani. Ametuonesha watoto ama binti yake ambaye amemtoa kwa kuhudumu katika kanisa la Mungu. Alikuwa mama mcheshi sana, aliyejawa na tabasamu kila unapomwamkua. Alikuwa amejitolea kwa kumhudumia Mungu katika kanisa, akiwa kiongozi wa kikundi cha kina mama, mwanakwaya na pia jumuiya ya hapa. Yeye anahesabiwa kuwa mwenye haki kwa kushiriki katika sakramenti, jinsi baba askofu amefafanua kwetu umuhimu wa kuishi maisha ya sakramenti, kuanzia sakramenti ya ubatizo, jinsi ametuambia sakramenti shalishi, tunazaliwa upya katika maisha ya kiroho. Tunakuzwa na sakramenti zingine, sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya ndoa na sakramenti zingine. Haya yote mama aliyapitia. Alikuwa mwenye bidii katika kuikuza familia yake. Ametuondokea wakati familia yake ilikuwa inamhitaji sana. Kama watoto wake ambao wengine wameanza kujisimamia, na kuwa ni zawadi kwa mzazi kwa malezi mema aliyokupa na kuendelea kuwa pamoja naye. Vivyo hivyo kwa Bwana, lakini ameondoka ghafla. Ameacha sasa nafasi ambayo haiwezi kujazwa na mtu yeyote. Nafasi ya mama katika familia ni nafasi ya muhimu sana. Kuna mwimbaji mmoja anaimba kwamba Nyina monto na chabe kerema ondetayo oramu wekane. Huwezi ukalinganisha mama wa mtu na mama yeyote. Kama kuna mtu mrembo sana duniani, jinsi mwingine ameimba anointi amani. Kama kuna mtu kiboko duniani, jamani, kama kuna mrembo duniani, jamani, ni usimuone ni mwembamba, ana nguvu sana. Usimuone ni mnene, ni mwepesi sana. Usimuone ni mfupi, ni mrefu sana kimawazo. Kwa hivyo mama ni kipenzi cha wengi katika familia. Poleni wana familia. Mwaka Joseph, pole sana. Sasa unachukua nafasi ya mama na nafasi yako kama baba. Ono ni wokubugorie enyimbo amonekerewi. Egoti amonegitamba. Niga siengong, lakini tokugo sabera, ende tokukuganiria amaya. Mauti ya ajabu huwa yanatusononesha kiasi kwamba tunabaki na maswali chungu nzima. Kama vile sasa tunavyojiuliza, tunavyosononeka, tunavyokuwa na simanzi kwa sababu ya namna huyu mama alivyoondoka kwetu. Mbona kifo
Mbona Mama Cecilia? Mbona wakati huu? Maswali kama hayo yanatukumba mawazo yetu kiasi cha kuuliza nini maana ya uzima. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Dante. He wrote the Divine Comedy, na kwingine ameandika poem entitled If Death, Why Life? And if life, why death? Fungu la kwanza linakuwa kama mtu yule ambaye hana matumaini. This is pessimistic attitude. That if death, why life? Kama tunakufa, mbona basi tuende shule? Mbona tujenge nyumba nzuri? Mbona tukue na mipango katika maisha yetu? Kama huyu mama alikuwa na mipango yake na kukumbwa na kifo kwa njia ya ghafla. Now if there is death ahead of us, then why life? What is the meaning of living? So this is a pessimistic attitude. Then the second part, if life, why death? This one inatuonesha kwamba hata kama mama amekufa, kuna maisha mengine. Lakini kwa nini basi tufe? Ikiwa kuna maisha, mbona tusiendelee? Why can't there be a continuum? Hata kama akiuliza hivi, indeed there is a continuum. Kwa sababu Roho wa Bwana aliyepulizwa ndani mwetu hafi. Ni mwili unakufa, lakini mwili bado unaendelea kuishi. But the body will be resurrected the last day, upate kuwa mwili wa utukufu. Kwa hivyo mwanadamu tu hafi, anabadilisha hali ya kuishi. After all, what is death? It is just the separation of the body and the soul. Umuatana neko umubere na umoyo na kiama kweli. Tomanyete egeteri chingende ne chibando. Tari wewe uraruhusi weke chingende kando ne chibando kando. Igombi yako bintebi zero mwatana neko tuoba. Sasa huu muanyiko ndio tunaona sasa. Tumebaki na mwili unakufa kwa sababu ile roho ambayo ilikuwa inaipa mwili uhai imeondoka. Kwa hivyo sisi wenyewe tukiachwa bila ufunuo wa Mungu, hatuwezi tukatoa maelezo kamili ya mauti. Hata ingawa nimewaambia hivyo, hatuwezi kama wanadamu peke yetu, with our own reasoning, we cannot fully comprehend what life is. In fact, mwanadamu katika akili zake anaegemea upande mmoja. Kama mtaka kule tunafanya autopsy, natafuta kujua ni nini haswa kilifanya afe. In the laboratories, we end in one element, and that is the how of death. Huyo mtu alikufa namna gani? Ni nini kilisababisha afe? So tunaambiwa hayo. Lakini sehemu ingine ambayo it is very fundamental, the why of death. Kwa nini mauti? Kwa nini tufe sisi kama wanadamu? Si sasa mwanadamu particular kama huyu mama. Sisi wote as a human race. Why can't we continue to live? Mbona tufe? Sasa hapo ukiuliza wanasayansi hawezi wakakujibu. It is not their realm to answer this. It is supernatural. It is in the realm of the spirit. That is why we need the aid of God, the revelation of God, and that is the sacred scripture. Kwa hivyo tukisoma maandiko matakatifu yanatoa ufunuo wa Mungu na haswa kuhusu mauti. Ndio maana every time we celebrate the liturgy tunasoma maandiko matakatifu. Ndiyo chemichemi ya tumaini na faraja yote. Tumesikia katika somo la kwanza, somo ambalo tumelisikia
kutoka kwa kitabu cha hekima ya Sulemani, Wisdom chapter 2 verses 21 to chapter 3 verse 3. Hiki ni kitabu ambacho kiliandikwa karne moja kabla ya ujio wake Kristo, na kulingana na miaka hiyo ndicho kitabu cha mwisho cha Agano la Kale, hata kama kiko katikati. Ni wakati Wayahudi walikuwa nje ya nchi yao, haswa wale ambao walikuwa Alexandria, Misri, walipata pingamizi na Wayahudi wenzao walichukulia mila na desturi za Kigiriki kuwa za umuhimu kuliko zao. Wakaanza kukejeli imani yao, wengine wakiwa wanashikilia imani yao, wasile nyama iliyo ya nguruwe. Hata kama wanapitia mateso, wanawakejeli kwamba sasa nyinyi sasa mtanufaika nini? Wengine walishurutishwa waweze kumwabudu mfalme, lakini wakakataa, wakauawa. Wale ambao walibaki wakaanza kuambiwa, sasa nyinyi mkifa kwa sababu ya kushikilia imani hii, mtafaidi nini? Kukawa na ukatili mwingi ambao ulienezwa kwa watu wa Mungu. Ndio maana sasa tukasikia tulizo na maelezo kwamba nyinyi mnadanganya, mnaongozwa na udanganyifu wa shetani. Mnafikiria kwamba mmeharibu mwili wetu kwa kutuua, lakini roho za wenye haki ziko mikononi mwa Mungu. Such kind of statement ikawapa moyo, wakaendelea kushikilia imani yao. Hiyo ndio nataka kuambia leo kwamba asua wana familia, wala ambao walitekeleza mauaji haya, walifikiria kwamba wameharibu mwili wake. Ule uchungu ambao aliupata kwa mwili hauwezi ukaenda kwa roho, ni kwa mwili tu, lakini roho yake iko mkononi mwa Mungu. Entokere koko nekire gikoro toime nekire gikoro ime nekire somo guko wesha tikire kyoro chora arende mono na yobete simya obona wana lete utaraji simikoboko lioka era sare simikoboko atarete iko kwa mkono. Entokere koboko yokire ndete mono wetani kikiro muguko uko na boko bochoka nyore entegi atonyire usebona. Sasa roho za wenye haki ziko mkononi mwa Mungu, na kwa tulizo kwetu sasa. Erewono